ambao wako hapa, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, tukiongozwa na Bishop Kimengich, shule hii tukiongozwa na principal na walimu wengine wote, wanafunzi wote ambao tumekuja kushuhudia na kusherekea ushindi ya hii shule. Na wasalamia kwa jina la Yesu. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Your Excellency Prime Cabinet Minister, hapa ingekuwa university, wakati mwingine nilikuwa nafanya motivational talks kwa hizo mashule, wakati nilikuwa nafanya kazi Moi University, na hakuna shule sikukanyaka hapa. Tungependa kuangalia mbele, kusema technically and prophetically we promote hii shule ya Chepteruai ikuwe university. Na ingekuwa university setup, our cabinet secretary, principal cabinet secretary, tungemuita yeye ni chancellor ya hii university. Alafu principal wa hapa tunamuita vice chancellor. Alafu wale heads of department tunawaita deans of faculties. Alafu wale walimu wengine tunaita lecturers wa Chepteruai University. Alafu bishop wetu tungemuita chaplain ama chapalaini, watu waende mbinguni. Alafu wageni wote wakina Ichungwa na wengine wote tunawaita guest of corners, kwa wanakuja baadaye kuongea. Alafu wazazi wote hapa, hakuna njia tutawapromote, tunawaita tu mabibi na mabwana. Na leo tumekuja hapa kwanza kupongeza shule hii kwa matokeo yenu. Hiyo 7 point ama mlisema 8 point ngapi hiyo inaonyesha kwamba you are taking off. You are showing an indicator kwamba anytime from now mna overtake Kapsabet girls pamoja na Kapsabet boys, shule ya gavana wangu hapa hivi. Pili, tumesema masomo inasawasisha watu wote. Masomo inakufanya yule ambao ulikuwa chini hata wewe uonekane kwa hii dunia. Ni kama chama ya UDA. Yule mwenye alikuwa na koti moja siku hizi ni governor. Mwenye aliuza kuku siku hizi ni president. Mwenye alikuwa mtoto ya Maumau siku hizi ni namba 2 ya Kenya. Kwa hivyo masomo inatusawasisha sisi wote. Masomo imewafanya wengine wapande ndege nyawange panda. Wamewafanya wengine wajenge nyumba ya mabati ya orofa na ni nyumba ya maana. Mbona msikie? Imewafanya wengine wafae suit na tai. Kama wangeenda shule mambo yamekuwa ngumu. Na nataka niseme tunapongeza shule hii. Number 2, ukikuwa mwanafunzi, tafadhali character inahitajika. Kando na kupita mtihani, tunahitaji wewe ukwe na nidhamu. Your character makes you. John Maxwell alisema image is what people think we are, but character is what we are, truly what we are. Na kuna mtu anaitwa D.L. Moody, msomi mwingine, alisema that character is what you are in the dark. Saa ile watu wakuoni, huyo ni wewe. Kwa hivyo mwanafunzi, hiyo character yako hiyo itakufungulia milango mingi sana. Utakaa na wafalme, utapata kazi, opportunities zitakuja mbele yako na utapita. Ya 3, sio wanafunzi wote kwa ukweli wataenda university direct. Hata kama tungependa tuende, kuna mwenye marks yake haitakubalika kwa ile cut off. Wewe ukipatikana kwa hiyo bracket, masomo haijaisha na matumaini haijaisha. Kuna daraja na viwango tofauti. Pitia National Polytechnic, ingia hapa kwa TVET, kuja kwa VTC. Hapa hivi ufanye ukarabati ya masomo, uhakishe kwamba uko na diploma na unasonga mbele. Na tunaambia watu, Mheshimiwa Mudavadi, kwamba hii Kiingereza sana na Kiswahili sanifu saa zingine sio chakula. Hamjasikia mahali Kiingereza inaishia na Kiswahili sanifu inaishia, tafadhali mkono inaanza kazi hapo. Hapo sasa unauliza jembe, kazi yako ilikuwa nini? Nasema shika mimi, lima shamba, kwa mkulima, pata pesa.
Hapo ndio natembelea nyundo, umwambie kazi yako ilikuwa nini. Sema kuna msumari hapo, muona mbao na randa, chapa hiyo, mesa itokee, pesa ndio hiyo. Saa zingine hii mkono inatusaidia. Najua rafiki yangu mmoja alisomea English literature Moi University. Mwisho saa hizi anauza maharagwe na anatoa kutoka Rwanda, Uganda napeleka Juba. Sisi tunataka pesa bwana. Hii story yote isiko ile pesa. Wacha nirudie tena. Kama usomi kupata pesa ama ufanye bidii kupata pesa, hiyo ni kusema hata ujui unafanya nini, because lazima tusalishe na tuongeze utajiri kwa hii nchi yetu. Kwa hivyo ukiniambia mambo ya Kiswahili mingi ati mbio sasa kafuni uisha ukingoni, sijui nini mchosa kwao utuswa mwedatenzi na homo marejeo ni ngamani, ukimalizia story mama anasema wapi chakula, hiyo story haingii. So tunataka kwanza kubalance nchi yetu. Wewe unaenda kusoma kazi ya mkono, hakuna aibu hapo, hiyo ni pesa. Kwa hivyo nataka niwapatie matumaini ya mwisho. Sisi tuko Kenya na Kenya ni nyumbani kwetu. Nataka nishukuru Mheshimiwa Faruk kwa sababu yeye ametuonyesha jinsi ya kukaa pamoja na watu wote. Mara ya kwanza nilimuona anasanya makanisa yenye kujingi pamoja, sijui analazimisha, sijui anaongeleshaje, mpaka mtu ya SDA na Catholic na AIC na ile ingine, alafu ile ya kupiga ngoma, tunakuja pamoja, tunaswali pamoja na tunafanya harambee moja. Faruk, asante sana. Na kwa hivyo mahali tunaelekea kama jamii ama Kenya, tunasema sisi tuko na jamii yetu na baba yetu ya nchi hii ni President William Samoei Ruto. Na tumesema sisi tukae na amani. Leo tuko na Mheshimiwa Mudavadi hapa. Tuko na watu kutoka Mlima Kenya. Tuko na watu kutoka Western. Tuko na wenye wako hapa. So mnaona Biblia inasimama na sisi. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kwa hivyo leo tunakaa pamoja na tukae namna hiyo. Hii story nyingine yote ya siasa hapa Uasin Gishu na Nandi na Elgeyo Marakwet, huyu mtu yangu ni chama ni Anorep Mheshimiwa Hassan. Tumesema tutatembea kama familia na hatutawacha hapa Western. Kwangu hapo kule kwangu huko tunapakana na Governor Barasa na natembea huko, akitembea huko juu ngine huko, bali ngine ni ule. Lakini saa zingine tuna share resources, tuna share human resource. Huyu anapanda gari kutoka Western kuja kufanya kazi kwetu. Hata saa zingine hatuna dawa, watu yangu wanaruka fence wanakula dawa yangu huko, na mimi naambia mruko pande la mlango mkule ya wale wengine, kwa sababu sasa hakuna nje nyingine, kwa sababu we are a family. So naomba hivi kama wa Kenya tunahimiza wageni especially viongozi wakae pamoja, na tukikaa pamoja hivi Kenya mzima watakuja pamoja. Sijui ni nini Rais Ruto aliongelesha watu ya Mlima Kenya mpaka milima ikainama na kuona Rift Valley na kutafuta rais ya pili kwa Kalenjin kutoka Rift Valley. Mwanga na aligimwajine. Sijui aliambia nini Mheshimiwa Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula na Khalwale mpaka kutoka hapa wakakubali Ruto ni president. Hii ni maajabu. Mwange tangu serikali amwange hivi Kenyor president gomioli ngwang kwa mwaiwa kumbi magarna teni magumwajinji awo yata gale ku ngwe misenge ngobero Jehova.